Okay, sawa. Kwa majina naitwa Francis Njoroge. Okay, mimi ni mfanya biashara, huwa nafunza mavijana kufanya kazi ya motorbike, repair na kazi zingine nyingi. So hii kazi nilianza kitambo like 10 years ago when I was in high school. Hapo ndo niliangalia nikaona naweza amsha vijana wadogo wafanya kazi, ndio kila mtu aweze kujiajiri. As we are talking right now, I have more than 120 students wenye nimetrain saizi. Na wengi wao nimeweza kuwafunza kazi ya motorbike. Wengine saizi nimeupgrade, saizi wako na magari zao wanajifanyia wenyewe. Mwanzo maisha ni safari. Hata mimi nilianza na moja. Saizi nimefika penye niko. 10 years back ndo nilianza hii kazi yangu. Because I started repairing motorcycles when I was in high school. I remember. It was on 206. So, saizi Kenya tunaweza waaje. Kazi ipo. Na mtu asitake pesa ya haraka. Hata mimi nilianza na peni kidogo. Saizi penye niko, okay, niko hiyo kiongo Mungu ameniwezesha saizi, lakini kazi zipo. Kazi ni kukubali na usizue uoga na mtu. Kenye unataka kufanya wewe fanya. Si lazima uwe kama mwenzako. Mwenzangu anafanya hivi na wewe atiwe kama mwenzako. Huwa venye mtu amekuja na mimi huwa na mhando kulingana na venye amekuja. Kama alikuwa mtu wa tabia mbaya na mrekebisha kidogo kidogo hadi anaingia laini. Lakini wengi ni wenye huwa anaweza. Saizi ukiangalia wote kazi wanafanya kabisa, wamejiajiri. So serikali tulisupport tu kidogo tu, wanaweza taka tu kidogo sana. Ndio mtu aweza kuinuka. Juu pia kuna wenye nimesupport saizi wako ina level, yani ukiambiwa walifanya kazi ya kuunda motorbike mpaka ile level wako unaweza kosa kuamini. Okay, in average hata ingawa kazi iko chini, ama fundi wa motorbike kwa siku hawezi kosa 1000 yake moja. Hata ukiwa wengi tu mtu anajaribu 1800 pale, lakini pesa nzuri. Ukionyesha huyo mtu kusave hiyo pesa, mwisho wa mwezi anapata kitu. Hata ukimwonyesha kitu, wajua saizi kuna shida moja iko na rika ndogo. Akiona mwingine ameweza, anaanza mambo zingine za kupitia shortcut. Hakuna shortcut. Savings ndio kila kitu. Ukiomba Mungu akupe kitu, atakupa. Na ile wakati yake ikifika utapata. Saizi ukiangalia kazi ya bodaboda, kulingana venye maisha iko juu, hadi kiwango kama ulikuwa unaenda pale na 100, vijana wamekuwa wengi. Kila mzazi mtoto akimaliza shule ananunua pikipiki yake. Unakuta kama alikuwa na 100, saizi ni shilingi 50. So kusema watu wa bodaboda ati wao wanalipia passenger insurance itakuwa ngumu kwao. Serikali ingetafuta njia nyingine. Juu pia hata kama ingesema walipe insurance hivyo, lakini bei ya mafuta iwe iko chini, ingekuwa at least. Okay, hii kampuni yangu nimeanza like 3 months ago. Lakini nyuma pia nilikuwa nafanya hii kazi, lakini sikuwa na kampuni. Okay, for now nimeuza gari zaidi ya saizi niko na kwa meli saizi niko na gari 20. Last month nimeuza gari 19. Lakini sasa challenges yenye iko ndiyo serikali kutaka kutureduce tu. Juu italeta shida kubwa sana. Juu kama mimi kuna vile huwa nafanya kazi yangu na kuna makampuni yenye huwa na deal nazo kutoka ngambo. Na mimi naweza kupatia mavijana magari. Na hapa purchase na in cash pia na bei nzuri. Lakini sasa hizi penye nimefika naweza kuinua mavijana wengine. Kuna wengine huwa nachukua mwenye naona ana ile uwezo na mfunza kazi. Alafu pia na mwajiri tu hapo. Ukiangalia hapa tu ni mavijana wenye nimeajiri kazi. Lakini si kuajili vile, kuwasaidia pia. Juu kwa kule nje wangekuwa kufanya mambo mengine tofauti. Naitwa Peter Nongo. Toka nikuja hapa nimesaidika kwa kuwa kuna group ambazo tuko nazo na zinasaidia vijana. Nikiwa St. Paul's University niliweza kusomea certificate in business management. From there nikaenda Mount Kenya University nikafanya diploma in business management. Alafu sasa ndo nikajipata hapa. Tukiwa hapa tunakuanga na groups ambazo huwa zinatuwezesha kufanya mambo makubwa na mazuri. Kwa kuwa tumenunua shamba kutumia group ambayo huwa tunatoa pesa fulani kila wiki, na tunajaribu pia kusaidia ambao hawajapata kazi. Ukija hapa tunakufunza kutengeneza pikipiki na kadhalika. Kwa kuwa unajua mara kwa mara watu huangalia vijana alafu wanaona kuwa yani kijana ni mtu ambaye hawezi kufanya jambo akiwa peke yake, lakini ukiangalia hapa sisi ni vijana tupu na tunajivunia kwa hapa.